Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Neno linazungumza kwa habari ya mtu kugeuzwa kuwa mtu mwingine. Kuna mambo natakiwa kuyafahamu katika neno ili neno liweze kukupa mabadiliko katika maisha yako. Tunaona katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6, neno linasema, Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kwa mtu mwingine. Sasa kwa nini watu wanalisikia neno na hawageuzi? Neno haliwageuzi kuwa watu wengine. Ni kwa sababu kuna kitu hawajakifahamu, kuna siri hawajaifahamu katika neno. Sema unapopokea neno la Mungu linapokujilia juu yako, neno la Mungu ni roho kweli. Kuhusu hili ni katika kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 63, imeandikwa, roho ndiyo inayoleta uzima, mwili haufai kitu. Yesu anasema, na maneno ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo maneno ya Mungu tunayoyasikiliza, maneno ya Mungu tunayoambiwa, maneno ya Mungu tunayotamkiwa, maneno hayo wengi wanayaona ni maneno, ndio maana hayaleti mabadiliko. Hakuna mabadiliko yote yanayotokea katika maisha yao. Kwa hiyo tunapaswa kufahamu kuwa neno la Mungu ni roho. Sasa unapolipokea hilo neno, kuna cha kufanya ili upate mageuzi kwenye maisha yako, upate mageuzi kwako. Neno linapokujilia utageuzwa kwa mtu mwingine. Kwa mfano, neno la Bwana likakujia kusema kwamba umeponywa magonjwa yako yote, sawasawa na Zaburi 103 mstari wa 3. Sasa lile neno ukilisikia tu na ukaliacha, haliwezi kuleta mageuzi, haliwezi kuleta mabadiliko katika maisha yako. Sasa ili liweze kuleta mabadiliko, Biblia inasema neno lile litakapokujilia, roho ile itakapokujilia, nawe utatabiri sawasawa na neno lilivyokuja kwako. Kama neno limekuja kwa ajili ya biashara yako, limekuja kwa ajili yako, limekuja kwa ajili ya afya yako, limekuja kwa ajili ya ndoa yako, limekuja kwa ajili ya chochote, kwa ajili ya mahitaji yako, unapaswa kutabiri. Unaambiwa nawe utatabiri. Ukishatabiri utageuzwa kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo watu wanapokea neno la Mungu lakini wanabaki kuwa wale wale. Kwa hiyo tunapokeaje neno la Mungu? Tunalipokea neno la Mungu kwa kuliamini, sawa na maandiko yanavyosema katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 10. Imeandikwa, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Kumbe tunapolipokea neno la Mungu katika moyo, tunatakiwa kulikiri ili liweze kuzaa wokovu, na neno linazaa wokovu kwa kulikiri. Neno linazaa wokovu kwa kulikiri. Kwa hiyo kila neno unalolisikia, unapokiri, unazalisha hayo matunda katika maisha yako. Raba seteleke paraba shinda la kapa. Mungu akubariki, uzidi kulisikia neno la Mungu, uzidi kulielewe ili likafanyike kwa baraka katika maisha yako. Nami natangaza kwamba pokea uponyaji. Wewe ambaye unajisikia kuwa dhaifu, pokea afya sawasawa na neno la Mungu kama ilivyoandikwa. Rabayanta kapa, umeponywa magonjwa yote, umeponywa magonjwa yako yote. Asante. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Endelea kutufuatilia kwa mafundisho zaidi. Ni mimi rafiki yako Pastor Joseph, ili upate kujua, upate kuzidi. Haleluya, haleluya. Imeandikwa, imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Mimi nakwambia kwamba imani huja kwa neno la maarifa ulilonalo. Imani haiji tu kwa kusikia, inakuja kwa sababu na neno la maarifa. Hallelujah. God bless you.